Now guys, welcome once again. So, Usaina. Yeah. Kuna story nimekuwa nikisikia sana kwa TikTok. Mhm. Ati mtu anaweza nunua majini, atafute utajiri. Unajua siku hizi watu wengi wanataka utajiri. People want quick money. Ni kweli. Bedhe kuna vijana wengi sana itauna wanaendesha Audi, Range Rover, Prado. Na unashangaa ni kijana wa 20 years, 22, 23. Ni kweli. Bedhe story ya majini, is it real? Kuna majini Mombasa ama any part of the country? Okay, mara mingi wanasema ni Mombasa, but mimi nasema visiwani. Visiwani means uko ndani sehemu za bahari. Sana sana hizi vitu ziko kule. Yeah. So, for example, mimi nataka kuwa tajiri. I want to become a billionaire. Nataka kupata jini. Utapataje jini? Jini ni hewa, ni mtu, ama ni kiti, ama ni kikombe, ama ni sahani. I don't know. Okay, kuna wale sasa wanafanya hizo like sijui ataenda mahali kwa fortune teller aseme ambaye sijui fanya hivi na hivi utakuwa hivi, unaona. No, sasa hata mujiuliza fortune teller ashawahi kutajirika, yeye atakwambia tu sijui niletee hii na hii, lakini mwisho wa siku yeye yuko pale anakudanganya tu. And then akwambie umekosea, hivi. Sasa hapo ndo watu wanapata challenges. Nimetupa pesa yangu, nimeenda. Na ukiangalia hii kitu ni kama ushirikina pia. Ukiangalia pande zetu za dini kweli pia inaruhusu. So it's a challenge. Yeah. So mtu akienda kununua fortune teller ni huyo witchcraft doctor? Yeah, anakuambia maleta mkono like the way unaona hata kwa movies, you know. Sijui ninaona hapo umebeba diamond and all that. Sasa wewe ukishamba vitu kama hizo si unaona ile all the amount that you have and everything you want to invest there ndio ufanikiwe. Umekucheza. Yeah. But story ya jini, is it true kuna jini? Yeah, iko. So jini ni umbo, mtu ananunua umbo ama ananunua paka ama ananunua nini? Ama jini ni nini? Jini hutokea, unaweza kunatembea. Umeona maybe kwa mti umeona matunda smart, unataka kufikia hiyo matunda. Sasa sio unajua kimila sisi, let me put it like that, unaambiwa omba kitu, sema bismillah kwa jina ya Mwenyezi Mungu. Ndani wewe hujasema kitu, umeenda tu umechukua. Umeshachukua, amekupenda ama sasa hapo ndo unakuwa ulichukua kitu ya watu yenye ilinunuliwa. So hii kuomba na kuona vitu si vizuri kuchukua kitu kwa attractive kwako sana. Yeah. Vitu ziko attractive. Yeah. Si vizuri. Si vizuri. Yeah. So for example mtu ameenda huko Mombasa, ameenda kwao witchcraft doctor. Yeah. Amesema zile maneno wanasema sijui nini, naona sijui nini. Yeah. So hao watu ndio wako na majini. Yeah. Wao ndio wako nazo. Na zingine ni kama kiini macho. Unajua? Jini inakuaga ina choose. Nataka sema kwa mfano nimependa Huseina. Nimependa kitu fulani yake. Hata si ati amekupenda. Labda mkono, labda ring. And pia tunakuwa very careful kuvaa hizi vitu like gold. Like what I can say, gold ikianguka hautaipata. Ukiswim kwa maji na gold zako zote zimeenda. Unajua zimeenda vipi, nimefunga kila kitu vizuri. That's something hata mimi mwenyewe pia imenihappenia. Unajua it's good ushare your experience, at least itasaidia pia wengine huko. My gold necklace and my earring. Wacha. In my nakwambia earrings alafu nakuonyesha. Ilienda. Oh my god, ziko wapi? Yaani naona ni kama maybe okay when tulienda swimming nimeziweka mahali. No, I was with them. Wewe kwa bahari unatoa. But unajua hizi vitu lazima tufundishwe. Ukiko mgeni na umeenda, it's risky. Yeah. Na utajiri sasa mtu anapataje? Mtu akienda kununua, tuseme amenunua jini. Let's say amenunua kama 1 million, ameinvest hapo kama 1 million. Naweza sema hakuna jini inanunuliwa. Hizi ni rongo tu ambazo wale fortune teller wanakupatia. Kwa sababu kama tununua majini, tungekuwa matajiri na mara kila kitu. Hakuna kitu yenye imetokea ikupende ama kuna vile wewe like sisi tumefunzwa. Ukitaka jini kukaribia utafanya hivi. Ukitaka ikwe mbali na wewe utafanya hivi. So hiyo ya kununua
hii inakuwa ni uongo, and most of the times inakuwa ni mambo za mila. Mila, babu, nyanya wanakuwa ni kama walikuwa wanafanya hizo na yani it's a bit wide, but hiyo ya jini kununua mara mingi ni uongo. Yeah. Na hapo before, kabla tujaingia kwa hii discussion, kulikuwa na story ati sijui mtu anaweza kuuzia jini kwa simu, sijui TikTok. Yeah. Is it true? Okay, wanasema sahi, just be very, very careful. If somebody gives you something kukunywa, haujui, you know, tusahi tunaishi ile maisha mtu apendelee mwingine. Ona like ukiweka kitu, mtu atacomment vizuri, mtu atakuja atacomment vibaya. Sasa itategemea wewe mwenyewe umeichukua aje hiyo. But leo sote tungependana, unaona mwenzako ameshare kitu, mpaka kuna ule anaandika na post, najua hamta like, hamta share, hamtafanya anything, but amejipatia motisha. But sasa ingekuwa sisi leo ndo tunaambiana ai umefanya bidii lakini hapo umekosea. Unaona just one thing it okay. Unaona kila mtu anaanza kukemea yule mwingine, amemtukana, umekosea, umenini. Unajua unaambiwa kuja kwa mtu vizuri, fuata taratibu. Na mara mingi sana unajua sisi tunakosa kupata hiyo taratibu. Mimi ndakuja tu kwako nikwambie angalia vile umevaa. Kama I remember there's a time nimeenda kwa event. Yes, nimevaa vizuri, official. Somebody anakwambia shoes haziendani. Definitely shoes. You cannot shoes. Kiatu yako haijaendana na nguo. And I was like my bag is in blue and my boots are in color blue. So ile kuitwa tunapongezwa, tunapata certificate. Do you know if hauko strong unaweza kosa kwenda pale mbele? Now there are those people who want to put you down. Exactly, they are putting you down. Ili kashaona ulipendeza. Sasa wewe ukijiamini wewe mwenyewe, basi hizi negativity zao unawaachia wenyewe. Yeah. So tuko na hiyo challenge sana sasa hizi. We are living in a very difficult moment. It's very true. Kuna story sijui ya mambo ya brotherhood, sijui Illuminati. Me I've never believed hizo vitu. Hata mimi sijawahi jua kama kuna kwa na uchawi. That's good. Hiyo ni imani ile kamili. Sijui kama kuna uchawi. Wewe una believe kuna uchawi? Witchcraft. Okay, uchawi iko kwa dini sana ningependa kuangazia upande yetu ya mafunzo. Unajua nataka niseme kitu ambacho at least hata kesho Sheikh ataniambia hapa kidogo hivi, you know, I appreciate that niweze kulane. Kuna vile our own prophets cause alikuwa mzuri, matendo yake na kila kitu alifanyiwa something but sasa yeye hakwenda kwa fortune teller. Unaona? There are these surahs like kuombea mtu, akamba tuchukua maji, omba hivi, notes zitajifungua zenyewe 7. Umeona? So sisi ukifeel tu hivyo, unachukua Quran yako. Quran inakuwa na meaning kama vile Bible iko na verses and everything, si ndio? So unaomba, unajiombea. Na that's why every now and then unaambiwa jiombeeni, watoto wenyu, familia, biashara yako, jiombe. We as long haufanyi hizo maneno, we jiombe. Cause acha nikwambie, uchawi manishi mimi niende niambie mganga hivi ama chukua hizo mavitu vile wanafanya inaonyesha vile unasema kwa TikTok. Uchawi ni hata mtu kuangalia na macho. Uchawi amekuangalia vizuri, uchawi amekupendea uzuri. Ndio leo tunaambiwa tungeweza kusomana hapa basi. Lakini Mungu amepaficha hapa. Siwezi kujua yako ndani na wewe hauwezi kujua yangu ndani. Yes. So life is spiritual. Yeah. We need to be very careful. Yeah. Is that the reason why kuna Waislamu wengine most ladies wale nyoko kwa dini sana wana avoid eye contact? Is that the reason why? No. Maybe now if you are married. And this guy maybe might be attractive. So tulifunzwa always lower your gaze. Sababu nitakuwa na ile nitafeel you know those things happen kwa sababu wewe mwenyewe unaweza kunatembea tu simply alafu mtu kwa admire. Yeye ni yeye, but kiwewe sasa kibinti. Hata mwanaume by the way. Mimi naona gatu akiangalia. Leo wacha tu niambate mawe nichape kidogo. Even men unatu pale.
Cause mimi nasema mimi nimeloa my guess and then utasikia tu hi mchana ama hi and then nowadays you know tumekaribiana sana na tumekuwa different countries tunasikia tu assalamu alaikum and you're like huyo hakuloa guess. Aya tena mimi guess yangu you know you're like 50-50 nililoa guess ama sikuloa guess but we are always taught lower your guess and mimi mwenyewe kimimi like watu wengi wana complain nje. Usaina haja tu hivi and all that ni kwa sababu I'm used to lowering my guess. Yeah. So yeah. I'm laughing because of what happened. I know you. I know you. So nikashanga, are you okay? I know you. So pole. I was asking, mbona kuna wale either wasichana Waislamu wenye wana avoid eye contact? Kando na uchawi, story ya uchawi. Is there another reason? Okay, sasa unaona pia mimi ama ni wale wenye wameoleka tu only they are supposed to avoid? No, this incident ilinifanyikia. Mimi nilisikia tu a lady telling the husband, was it fiance, unajua tu kwa gari ni ushughuliki you just umepita. Nasikia tu yule lady akimwambia yule the person that she was with, the husband was telling the man. The lady now was telling the man, I didn't know who they were, but I think they were couples. Why are you looking at her? Walikuwa wote Waislamu. Yeah. Na ukiona pande yangu mimi niliona tu hivi gari. Maybe mimi kitu ilinisaidia tu ni ile niliona tu hivi nikaloa my guess. Somebody can tell. Lakini sasa unaona yule aliniangalia until the wife now is like, why are you looking at her? So unaona hiyo lowering your guess inakusaidia na mambo mengi. Hata definitely ukienda tu hata mahali ukianza kuangalia mtu hivi sasa unajua anakushangaa. But that's it's a modesty. It's a modesty way that inakupresent vizuri. Yeah. And why do we say life is spiritual? I've never understood that thing. Okay, for me, maybe nikienda pale ya dini, I believe we are together in this, right? Yeah. Dini zote zinatufunza kwamba tunakuwa na maombi. Yeah, and our prophet alituambia pia tukuwe na maombi tunajiombea. Because alishaona mbele yetu. So you need to protect yourself. So for us, we have a recitation book. It teaches you everything when you have your new clothes. Because if you wear something nice, somebody will be like, unajua kuna ule tutakwambia wow, but tujue ile wow ni vipi. Wala shaji protect. Tuko na hizo sisi. Mpaka ya kutoka, ya kuingia kwa choo, we have those supplication prayers that we have always. So ukiingia kwa choo lazima uombe. Yeah, naomba uende kama naomba hivi na kama kelele unaongea tu kidogo and then unatoka. And tuko na steps zetu tukienda kwa choo. Nitaingia na my left leg na nitatoka na my right leg and then nitacover. Because uko ndani tunaamini kuna mashetani, you don't talk, you don't eat, you don't sing. Wacho kuna mashetani? Yeah. Yeah, ni mpya kwako na ndio. Sijaisikia hiyo story. Iko. Na mostly majority of Christians wamezoea kuingia tu na kutoka kama kawaida. I know, I understand. Mbona the Islam wana believe kwa chakula na shetani? Ni mafunzo ya dini. Yeah. Ama ni vile wengi wanaingia huko ndani. Ni mafunzo ya dini. And then dini inakueleza na inakuwa na meaning, like inakwambia protect na ushaitani msichana na shaitani mvulana. Na kutoka unatoka tu vizuri. So for us mpaka watoto wetu tunawafunza hivyo polepole as they grow. Yeah. So pia chakula, maji. Yeah. Are you people allowed na kula anywhere? Sema kama taonja imekuuma. Sorry, have a bit of cold today. First of all, specific chakula ya nyama. Unajua hiyo. Yeah. Hata tumejulikana. Na imechinjwa na nani? Okay? Nyama mbuzi nini itakuja, tutakula pamoja. You see? But kuku
We have our steps ya kuku na kuchinjwa ya mnyama. Me, I have my friend non-Muslim. Wakati walikuwa wananialika nasikia nyonga hiyo kuku. And I'm like, oh my God. And then naenda namuuliza, mumenyonga. Ainyongwi. Zinaongeleshwa, zinaangaliwa vizuri, zinakula, zinakunywa, zinaekwa ile sehemu tunafanya maombi inaitwa kibla, unamchinja. Akiwa mgonjwa, unamwacha. So ufai kuchinja kwenye mgonjwa? Yeah. Sababu huyo tayari si mzuri. Si mzuri yeah. Azim. Like umwahi before alemewe. Oh. Umeona? And then ukichinja usihurumie. Oh yeah. You know there's that. Because unajua kuna time mnyama anahurumika sana. Like I know a story of a camel. A camel. There's a camel alikuwa anajaribu kuchinjwa. Akakataa. You know huwa wanabembelezwa. Camels is not like any other animal. Seta historia yake unaijua ni ndefu, chakula yake vile ana store, ana survive kwa desert. So alibembelezwa sana. Akakataa. Kikubali anainama. So wale wakasema since amekataa, mtatumwache. It didn't pass 2 days alikufa. Alikuwa ashaona amdani. Kwa nini sasa wanichinje? Na mimi mwenyewe kwa siku zangu. You see? So mnyama lazima tukune utaratibu wake. Lazima ongeleshwe. Yeah. Juu pia mnyama ni kama binadamu. Yeah, like camel wanabembelezwa sana. Ndio ikubali. Na sungura. Mimi leo nikwambie na kuchinja Mr. Paul Kiro. Utakaa, hautoketi, utakimbia. Kwanza utaniona. Leo Hussein amekuaje? Ama nishike tu weapon hivi, utatoroka. That's also ni mnyama. Like I always say, let's put an mfano ya nyuki. Nyuki usipomdhuru hata kudhuru. Ukweli. Wajua? Lakini nyuki usipomwahi atakusting. Hiyo ni kisasi lazima ilipishwe. Kwa watu wajua tu anytime nyuki atakuja niuma mimi kama niko hii sehemu. But anahisi huyu hana mbaya. Huyu hivi. Na kuna wale wanakuambiaga kama mkienda kwa hizo camping and all, umepaka perfume. Nyuki itakuwahi. So unaona kama hawa wanotupatia kutuletea sisi asali kutoka kwa ule nyuki. Sio ngekuwa waumwa sana. Maana nyuki anaua. But zinajua na vile wewe mwenyewe utajiprotect. Na ni kama vile hizi kunguru mwewe, maybe if I'm not wrong there. Kuchapa mmoja wao zitakuvamia. Azezi kukuacha. So mnyama huwa anahisi. Ni vile sisi hatuelewi. Like the sweetest part of a story like I can share. There's this cat. Whenever is pregnant hiyo kuja kwangu. Paka namuuliza wewe ukiwa tu mjamzito. Like mimi I was feeling like inaenda kuzaa kwangu. So unajua inatafuta pahali. But after some time inaenda. Now that the mother hasn't been around, wale watoto wanakuja. Watoto wa paka. So unaona ni mnyama hata anakujua huyu ni mzuri, huyu ni mbaya. Because mimi najiambia ameacha more than how many houses akuja kwa nyumba yako. Ama akuje kwako. So unajua kuna vitu zingine ni historia ambayo ni blessing. True. Blessing si mpaka pesa, mpaka mali, mpaka nini. Blessing inakuja hivyo kidogo mpaka mnyama, mtu tu a smile. That's a blessing. Yeah. Lakini kuna okay, apart from story ya paka kuna watu wenye wanasemanga mbona by the way Waislamu wakulangi nguruwe? Imeharamishwa. Nguruwe imeharamishwa. Ni kwa vile nguruwe ni mchafu ama anakuwa na mashetani? Ilikuwa cast. It was cast. Yeah. Ikatupiwa majini. No, I don't know this. Kuna kwa na story ya majini. Ati sijui ilienda cast and then inakula chafu mingi sana. Lakini kuku pia sinakula uchafu mingi. Lakini si kama hata kama ni nguruwe ukimuona tu hajawahi kuwa msafi. Amekuwa
ulikuwa sijui vipi huko Moshi nini, mpaka hata wasema hapana, huyu haiwezi. Alafu story ya paka. Story ya paka, kuna watu wengine wapendangi paka. Yeah. Because wana feel paka ni nini? Iko sijui ya mashetani. Yeah. Okay, though kuna wale jinsi wanachagua.